mazoea hujenga tabia. Sasa nenda kumwambia huyu ndugu yako aje nijaribu tena ili nije nimuoneshe. Okay, karibu tena kwenye usiku nyingine, na huu ni uchambuzi wetu pendwa kabisa, uchambuzi wa movie yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Mtoto wa Ajabu. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu na haujawahi kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, basi tumia sekunde 2 kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukisha subscribe, unaweka maoni yako, unaifuatilia Mtoto wa Ajabu ukiwa wapi, nini ambacho unajifunza kwenye hii tamthilia ya Mtoto wa Ajabu. Utakuwa umetisha kinoma noma, na utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa za video zetu au notification punde tutakapokuwa tuna upload video mpya hapa kwenye channel yetu. Tuko mtu wa kwanza. Onyesha upendo wako, onyesha support yako kwa subscribe. Na huu ni uchambuzi wa movie yetu pendwa, uchambuzi safi kabisa. Sasa unaambiwa kwamba mazoea hujenga tabia. Hii ni kauli ambayo imekuja kuongelewa na Baby Supu. Yaani Baby Supu ndo ameongea hii kauli kwamba mazoea hujenga tabia. Sasa na imani kwa watu ambao mtakuwa umeelewa hii kauli, mmeelewa ni kitu gani ambacho Baby Supu alikuwa anakimaanisha. Of course kwa watu ambao mnaifuatilia Mtoto wa Ajabu, mmeelewa nini ambacho Baby Supu amekimaanisha. Bwana, moja kwa moja na kukaribisha kwenye uchambuzi wa leo ambao tunakwenda kuangazia sini kama 3 hivi ambazo tunakwenda kuzichambua kwa siku ya leo kwenye Mtoto wa Ajabu final review. Nakumbuka kipindi episode inaanza pale ambapo Kindege tunaanzia sehemu ambapo Baby Supu alichukua simu na akaitegesha akiwa anarekodi video. Sasa sijajua kwamba maana ya Baby Supu ilikuwa ni ipi, lakini moja kwa moja ni kufahamisha kwamba maana yake ilikuwa ni kwamba kulikuwa kuna mtu tayari alikuwa ameona, alikuwa na uwezo wa kuona mbele kitu ambacho kitakachotokea na kikatokea. Sasa hichi ni kitu ambacho naweza nikasema kwamba Baby Supu alikiona hapo kitambo, yani hapo awali kabla hakijatokea kwamba Kindege atakuja hapa, na akija hapa yeye anataka hawa anamrekodi kwa kila kitu ambacho atakuwa anakifanya. Wana kama kawaida tuliona ni vile, yani kilitokea hivyo baada ya Baby Supu kutegesha ile simu ikiwa inaendelea kurekodi. Basi tunaona baada ya muda kidogo Kindege aliweza kuja yale maeneo. Sasa nia na dhumuni la Kindege kuja pale, alikuwa ana kitu ambacho naweza nikasema kwamba alikuwa na dawa ambayo alikuwa anaenda kuiweka kwenye chakula, na dawa yenyewe ilikuwa ni maalum kwa ajili ya Baby Supu. Sasa hichi ni kitu ambacho tunakiona kwa upande wa Kindege alikuwa anakifanya kwa kuamini kwamba hakuna mtu yote ambaye anamuona na hakuna mtu yote ambaye kashashtukia huo mchezo. Lakini kwa upande wa Baby Supu tayari alikuwa ameshaelewa ama ameshtukia mchezo, anaelewa kile kinachoendelea. Sasa hichi ni kitu ambacho kwa upande wake hakuweza kufahamu, lakini kitu cha ajabu kabisa na ushahidi ambao kila mtu anaweza akauona kwa macho yake kwa kile ambacho Kindege alikuwa anakifanya. Alikuwa anarekodi video, na alikuwa anarekodi video ambayo itatumika kama ushahidi hapo baadaye. Lakini nia na mazumuni ile video kwa upande wa Baby Supu ilikuwa sio ushahidi tu wa kawaida hivi, ila alisema kuna kazi anataka kuifanyia. Sasa ni kazi gani hiyo? Tuendelee na uchambuzi wetu, utafahamu tu ni kipi ambacho ambayo Baby Supu ana plani ama anataka kufanyia ile video, inataka ifanye kazi gani. Tutafahamu kila kitu. Bwana, kuitia msingi popcorn zako hapo, kisha una subscribe, utakuwa umetisha kinoma noma, utakuwa mtu wa maana sana, utakuwa mwanafamilia, mdau wa kwanza kupata taarifa za video zetu punde utakapokuwa tuna post video mpya hapo kwenye channel yetu. Hii ni Simulizi Plus. Sasa tunaona baada ya muda kidogo
alikuja kindege na akaweka ile dawa kwenye chakula, lengo amnase Baby Supu. Lakini kaa ukijua kwamba Baby Supu sio mtu wa kawaida, yani hauwezi ukamnasa kirahisi hivi kama unavyofikiria. Kwa hiyo hata kumnasa inabidi wewe umejipanga barabara, yani ili uweze kumnasa Baby Supu. Kama umekuja legelege, yani kiindezi, basi utachelewa sana. Ni kitu ambacho nakielewa kwa Baby Supu, nakielewa kwamba ana more powerful, yani na nguvu nyingi sana za kuweza kudetect hata vitu ambavyo havijatokea, na vikatokea nishamsoma, yani naelewa kila kitu. Sasa ile dawa kwa upande wa kindege alifanikiwa kuiweka, lakini kufanikiwa kwake kuiweka kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba ni kama alifeli, yani ni kama alikuwa na 0% sana, kwa maana kitu ambacho kilikuwa kinafahamika, mhusika mwenyewe ambaye alikuwa anafanyiwa hivyo alikuwa anaelewa kabisa kile kinachoendelea. Kwa hiyo kusingekuwa na ugumu wowote kwa upande wa Supu kwenye kile ambacho kindege alikuwa anakifanya. Yani alikuwa anafanya kama marudio, ni vitu ambavyo tayari Baby Supu alikuwa ameviona na anaelewa kabisa kwamba kitatokea kitu kama hichi. Sasa tunaona alifanikiwa kuweka ile dawa na akaondoka, na muda huu kamera zilikuwa zikimrekodi. Yani naweza nikasema kwamba kamera zilikuwa zinamnasa kwa kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Basi kamera zilikuwa zinamnasa na kila kitu kilikuwa hadharani, kila kitu kilikuwa mubashara ndani ya CCTV kamera ya simu ambayo ilikuwa ikiendelea kumrekodi pasipo yeye, bila kujua kipi ambacho kinaendelea. Lakini matukio yote yalikuwa yakirekodiwa, tena kwa ushahidi wa video kabisa. Basi baada ya kindege kumaliza ile kazi, tunamuona anatoka pale, yani anaondoka kwa kuwa anaamini kwamba amefanikiwa kuikamilisha kazi ambayo ilikuwa imemleta. Basi kwa upande mwingine, baada ya muda kidogo, yani baada ya kindege kuweza kukamilisha ile kazi yake na akatoka, tunaona anaingia rafiki yake Jeni. Sasa rafiki yake Jeni baada ya kuja, anaona ule msosi ambao ulikuwa tayari umeshatiliwa dawa pale. Wakati huu Supu alikuwa amevunga kabisa kwamba afahamu kile kinachoendelea, tena amelala kabisa, na amevunga kwamba hata mtu yoyote akija sio rahisi kushtukia kwamba hicho chakula kimetiliwa dawa. Ni kitu ambacho tayari Supu alikuwa amekiona na alikuwa amefahamu kabisa kwamba kuna mtu atakuja hapa. Kwa hiyo huyu mtu akija hapa ataufakamia huu msosi, na baada ya kufakamia huu msosi, basi kitamlamba kama koni. Basi ni kweli bwana, matarajio yake yalikuwa yanaenda sahihi. Baada ya muda kidogo, Jeni tunaona aliingia pale. Sasa Jeni baada ya kuingia pale, kama kawaida yake, uloo mwingi limemshuka shuu, akaanza kusema ina maana huyu mtoto humu ndani ndo anakula hichi chakula. Haya ni maneno ambayo Jeni alikuwa akiongea, yani amewekewa chakula kizuri hapa, ndizi, maziwa. Kwa nini? Yani amekuwa na mamlaka, ama amekuwa ni mtu ambaye amechukulia umaarufu humu ndani, yani nafikia hatua analetewa chakula kizuri kama hichi. Haiwezekani kabisa. Hiki chakula siwezi nikaruhusa kakila. Basi kwa upande wa Jeni akawa anaongea hayo maneno. Wakati huo mate anamtoka, anaona ule msosi ambao tayari kindege alikuwa ameshautilia limkata. Basi baada ya muda kidogo, tunaona anaongea maneno yake. Sasa anasema kwamba siwezi nikaruhusu akile hicho chakula. Basi yeye akataka afakamie. Kabla hajafakamia, ala ghafla tunaona kindege anakuja, anamwambia Jeni, acha. Sasa Jeni anashangaa, nini hichi?
nini hichi ambacho kinaendelea? Yule rafiki yangu vipi tena? Akili chakula. Moja kwa moja Jeni alifikiri kwamba Kitege amemzuia kula hicho chakula. Basi Jeni anamwambia rafiki yake kwamba ina maana wewe nikitoka humu ndani wewe unajifanya unampenda sana huyo mtoto, ila nikiwepo unajifanya kwamba upendi na unatamani atoke ndani, unatafuta njia zote za kumtoa ndani, umeshindwa. Hapo sasa hivi unamletea chakula kama hichi na kwenda kukila, unanizuia. Basi kwa upande wa Kindege akawa anajiwashawasha tu, yeye anashindwa aanzie wapi kumwambia. Namwambia usile bwana, usile chakula bwana, hichi chakula nimeweka dawa. Umeweka dawa? Nimeweka dawa kwa ajili ya huyu. Jeni akijiuliza mara mbili, umeweka dawa ni unataka umzuru huyu? Basi naona Kindege anasema ndio. Kwa hiyo inabidi kiacha, lakini wakiwa wanaendelea kulumbana ama kuongea maneno yao ambayo walikuwa wakiendelea kupeana taarifa zinazoendelea ama kitu ambacho wanataka kufanya. Wakati huo Bebe Supu alikuwa akiendelea kuwachora, lakini walienda mbali kabisa, ni wakawa wamejisahau, wanaongea tu. Sasa kitendo cha wao kuongea tu ikasababisha hivi akasikia wanaongelea mambo ya dawa tena. Sasa hivi akaja bwana, akauliza dawa. Wakashangaa, wewe naye vipi wewe, umeitwa hapa hiyo dawa iko wapi? Hiyo dawa ambayo unisemea wewe iko wapi? Lakini ni maneno ambayo tayari tunaona kwa upande wa Epi alikuwa amesikiliza kila kitu, alikuwa ameelewa kabisa kwamba hii ni dawa, ameweka dawa mpaka wamjuli. Basi alipokuja pale wakaona aibu, kwa maana tayari walikuwa wameshashtukiwa baada ya kusema mambo ya dawa. Wakaona kwa hiyo hata wakifanya kile kitendo ambacho wanataka kukifanya haitakuwa sawa, kwa maana hata akipata matatizo, hata Supu akipata matatizo, wao ndo watafahamika kwamba waliweka dawa kwenye hicho chakula. Basi wakaona isiwe taabu, wakaondoka nacho. Lakini moja kwa moja akagundua kwamba kumbe ilikuwa ni dawa kweli. Ndio hivyo, kwa upande wa Bebe Supu ikaishia hapo. Lakini yeye alikuwa anafahamu, Bebe Supu alikuwa anafahamu kile kinachoendelea. Kwa hiyo sidhani kama kungekuwa na shida yoyote kwa upande wake, kwa maana alikuwa anafahamu kabisa kile kinachoendelea. Kwa hiyo kusingekuwa na changamoto yoyote. Basi tunatoka hapo tunakuja upande wa pili sasa. Leo hii ni Jeni pamoja na Sofia. Kama kawaida yao, mpango wao bado unaendelea. Licha ya kupigwa matukio na Supu, lakini bado naona anajiaminisha kwamba ama anajifariji kwamba Supu hana nguvu zote, yule mtoto amekaa tu, hana nguvu zote. Ni maneno ambayo Sofia naona naweza nikasema kwamba zake anamjaza kwenye mfumo. Sofia yeye ametulia huko, Jeni ndo anakuwa kama chambo, anaenda nakutana na vitu ambavyo ting hapa na pale. Nakuwa ni kitu ambacho sio kizuri kwa upande wake, anakutana na maswaibu, lakini humo tu. Basi bwana, tunakuja kwa upande wa Sofia pamoja na Jeni. Basi naona kuna maelekezo ambayo Sofia anampa Jeni kwamba hii dawa ukienda iweke mkononi, mtu wa kwanza kumshika au Bebe Supu. Baada ya kumshika Bebe Supu inabidi mshike Kindege. Ndio tumefanikiwa kwa kila kitu. Sijajua kwamba dawa ilikuwa ni kwamba akimshika Bebe Supu ndo anachukua nguvu ama ndo anapata matatizo, lakini ni kitu ambacho of course hata wenyewe hatukujua kwamba endapo angefanikiwa kumshika angepata na nini. Basi wanapewa maelekezo. Jeni anajifariji kwamba kwa vile ushaniambia kwamba yule mtoto hana kitu, basi na mimi naamini hivyo nitaenda kufanya hii kazi kama inavyotakiwa. Wewe Jeni, wewe unakurupuka sana. Jeni anajichukulia maamuzi sana, anapenda kujiamulia mambo.
Basi tunaona wakafanikiwa kuongea pale. Basi Jeni akaingia mzigoni kama kawaida yake, mzee wa kujiamulia mambo. Akaingia mzigoni kama kawaida, alivyopewa masharti kwamba mtu wa kwanza kumshika hawe Baby Supu. Basi na yeye anakuja na maneno vyake pale, anaongea na Baby Supu. Namwambia, wewe mkononi umekuaje hapo? For a ray of sunshine.